hapo, umeona? Mr. Sembu. Bwana Mr. Sembu, leo nimeweza kutembelea kipande kimoja hapa, nimekuja kujifunza vitu vingi. Unajua unapokuwa katika ulimwengu huu, kuna baadhi ya vitu unakuwa uvijui, unabidi ujifunze. Na katika Biblia kuna mambo mengi Mungu ambaye ameweza kufundisha wanadamu. Anasema ili uweze kufanikiwa lazima ufanye kazi, na asiyefanya kazi lazima asile. Ndio Biblia inavyotuambia. Hivyo leo nimeona ni fursa kwa vijana wenzangu wanaopenda kujifunza na wanaotaka kujifunza kupitia hii fursa waweze kujifunza. Kama Biblia inavyotuambia tufanye kazi, na pia maneno ya wahenga yanasema kwamba ukitaka mali utaikuta shambani. Hivyo ambatana nami Mr. Sembu. Enjoy the show. Bwana, kweli tembea uone. Leo nimeweza kutembea, kuna vitu ambavyo mimi sivijui, nataka leo nijifunze. Hivyo ambatana nami. Bwana, mimi naitwa Mr. Sembu. Sembu? Yeah. Mimi naitwa Obrigado. Obrigado? Yes, naitwa Obrigado. Hichi ni nini? Hebu toa kamoja kwanza. Katafute kenye hips kwanza. Chukua yenye hips kubwa. Tafuta ile nenepa ile. Alafu ndio nikupe maelekezo. Sawa. Toa ile nenepa, ziko nyingi hapa shehe. Hujaziona? Mimi naweza ukatoa kama hii. Hizi mbili hizi. Zishike hizo. Sasa unaweza. Mpenzi mtazamaji, nadhani unaona hizi zinaitwa nyanya chungu. Wewe kama wewe, kipindi kama hichi ambacho ni kipindi cha kiangazi, unawezaje kuweza kupambana na kiangazi hichi wakati maji yanakuwa hamna? Ni kweli. Unajua kuna wakati mwingine lazima tujipambanue. Tunaangalia kwamba tulime kilimo gani kutokana na nyakati gani. Sasa hivi tuna kilimo cha umwagiliaji. Kwa mfano, unaona kama hivi tuna pipe hapa ambazo tuna kisima hapo. Tumechimba pale, tuna tenki, tumeweka pipe hapa ambapo sasa tunajua tunaweza tukanywesha maji hapa yanakwenda kwa matone. Kwa hiyo tunaweza tukabadilisha kilimo chochote. Kwa mtu asiyejua, hichi ni kilimo cha aina gani? Hiki tunasema ni kilimo cha kisasa, kwamba kama mvua ikija utamshukuru Mungu.
utafunga mabomba yako kidogo, utapata maji. Jua likija utafungulia zile drainage zako, zile pipe zako, maji yataendelea, utaweka mbolea na kadhalika, na unaweza ukabadilisha kilimo chochote. Kwa mfano unaweza tukatoa nyanya chungu, tukaweka pilipili, tukaweka hoho, tukaweka bamia, tukaweka mahindi, chochote tunaweza tukafanya, lakini lazima tuangalie kile kilimo ambacho cha kisasa kutokana na mazingira na aina ya udongo ambayo yuko kwa hiyo eneo, kwa sababu uwezo ukafanya kilimo, lazima upime udongo ukoje. Tunafanya kilimo cha kisasa sasa hivi. Wewe kama wewe mkulima, ndio unajua kuna aina mbalimbali za mbolea. Ndio. Wewe unatumia mbolea aina gani? Swali zuri. Unajua hizi mbolea tunazotumia inategemea wakati mwingine. Kwa mfano tuna mbolea za kukuza mmea, tuna mbolea za kuzuia haya majani yasianguke, sawa. Tuna mbolea za kujaza tunda linenepe, lakini vile vile tuna dawa, kwa sababu kila unapofanya kilimo wakati mwingine kuna wadudu wanakuja. Kwa mfano nitakuonyesha unaliona ile jani, hili jani rangi ya njano, si kwamba lina ugonjwa, lakini kuna lingine ninaweza nikalitoa hapa, ukiangalia huku nyuma utakuta kuna vibakabaka, tayari kuna ugonjwa. Kwa hiyo lazima nitafute dawa ya kuzuia ili mmea wangu uendelee kudumu, lakini ile dawa nitakayotumia haitaleta madhara kwa mlaji, ili mmea wangu ule utakapokuwa ulishwe vizuri. Sasa wewe kama wewe, ndio unajua sasa hivi ukienda huko madukani kuna dawa nyingi wanazotumia kwenye kupulizia. Wewe kama mkulima unashauri nini, au wewe unatumia dawa ya aina gani hapa wakati wa ulimaji wa hichi kilimo? Nikisema dawa gani, nikisema eti fanya dawa gani, nitakudanganya. Angalia matokeo gani ya ugonjwa ambao umekukuta kwa wakati ule. Nenda kashauriane na wataalamu wa kilimo. Umeona, kwa mfano nimetoa ile jani, mtaalamu wa kilimo ukimpelekea anajua kabisa kuna kitu gani. Usifanye mazoea, mwisho wa siku unaweza ukaharibu hata hii ardhi yako, hata lile tunda lako. Kwa hiyo ukienda kule kwa wale wenzetu ambao wanajua dawa zaidi, atakwambia tumia hiki ili upate matokeo kwa ajili ya kuuao. Lakini tuna mazoea kusema nikiona hivi, kwa sababu uko mzoefu, unajua hii ni ugonjwa fulani. Unajua ni muda gani ambao sasa mtu anapotaka kuanzisha hichi kilimo na ni muda gani mpaka kilimo hichi kinakomaa unapoanza kulima? Kwa kweli kuna maandalizi. Kwa mfano kama hapa kuna maandalizi, kuna kutengeneza mpaka kukomaa. Maandalizi ni makubwa kwa kweli. Unaweza ukaona tu mtu kafanya hivi, sio kitu kidogo, lakini jitoe, fanya maandalizi. Ukishatengeneza, kwa mfano sisi hapa tumetumia almost mwezi mmoja, miezi miwili, na tukaenda kuweka. Sasa hivi tunavuna miezi miwili, watatu tena, sio yani huu watatu tunavuna malumbesa, tunaenda kuuza sokoni. Tena naomba uje siku moja ukute siku ya mavuno, uone hapa ninachovuna. Na sasa bado tunajua kila kitu huwa kina maandalizi na kina gharama. Je, kwa mtu anayetamani kuanza hichi kilimo anatakiwa ana kiasi gani au gharama gani aweze kuandaa aweze kufanya hichi kilimo? Kweli kilimo kama hiki, to be honest, kilimo kama hiki kinahitaji maandalizi. Ndio maana wakati mwingine tunashukuru hata serikali yetu kidogo imetoa mfuko kwa ajili ya kusaidia watu ambao wanafanya vitu kama sisi ambao tunafanya. Sawa. Lakini wakikuona kwamba umejitolea unafanya hivi, hata ukienda unaomba nguvu, serikali itakuona unachokifanya. Kwa hiyo unasema tumpongeze mama kwa anapozidi kuzidi kuwasaidia wakulima kabisa. Yaani zaidi ya 100%. Hongera sana mama. Zaidi ya 100%. Kwa sababu gani? Hata sisi wenyewe hapa tusingefika hivi. Si unajua tumepita huko. Kwa hiyo mama ameupiga mwingi.
tunazidi kuenjoy na kipindi hichi. Nadhani mpenzi mtazamaji, unaendelea kuenjoy na kipindi hichi, unajifunza mengi. Hichi kinaitwa kilimo cha nyanya chungu. Hivyo ukitaka kujifunza katika kilimo hichi, kuna bwana hapa, unajifunza vitu vingi, utaweza kuvijua kwanza palizi mpaka kitu kinakomaa ni miezi mingapi. Nadhani tuna hoho, tuna pilipili, tuna bamia, sijui tuna mwendo kasi, tuna nini, mabomba haya tumetandika. Yaani hapa mimi namuomba mama tu nikienda huko. Mama, unanisikia huko? Sawa sawa. Tunapoelekea tamati katika kipindi hichi, mimi napenda bado kumalizana na mkulima huyu. Mimi nilikuwa naendelea bado kuuliza swali. Sawa. Ni changamoto zipi unazopitia katika kilimo hichi? Kwa kweli changamoto zipo. Siku zote unapofanya vitu kama hivi changamoto zinakuwepo kwa kweli. Changamoto hazikosekani. Sawa sawa. Changamoto zipo. Kwa mfano unaweza ukakuta kama hivi, unaona hata huko tumevunja miti hapa. Tumetoa hela, lakini hela yenyewe tumeitoa wapi? Umeona, unasia, unaandaa, unafanya nini? Kwa mfano hivi tunachimba visima, wakati mwingine vingine vinakufa, matenki madogo. Kwa tunahitaji tupate kitu kikubwa ili tuweze kufanya uwigo mkubwa zaidi, kwa sababu mimi ninachojua kabisa hii nchi inaweza ikarisha hapo, na hiyo ni slogan ya mama ambayo inaweza. Kwa hiyo kama tunafanya hivi vitu vinawezekana, na vinaanzia huku chini ambapo sisi tupo. Sasa wewe kama mkulima, najua na wewe unasema kabla kuwezeshwa na uliwezeshwa. Je, kwa vijana ambao wanatamani kufanya hichi kilimo unatoa fursa gani? Kwanza mimi nawakaribisha, lakini si kwamba tu tunafanya kazi, tunafanya kazi nyingi. Ule muda wetu wa ziada tunautumia sasa. Tuna kazi nyingine, tunapopata muda wa ziada tunakuja kuwekeza huku. Sawa, tunajituma huku, kitakachotoka unamshukuru Mwenyezi Mungu, kusema alhamdulillah. Lakini nguvu inatumika. Kwa hiyo nachowashauri vijana siku zote, kwa ufupi, wajitume. Ni kujituma tu na kujitoa. Ukijitoa uwe na malengo, na malengo yako yasiwe yale kama ya kusadikika. Sawa, mimi naelewa. Sasa wewe kama wewe, mtu anataka kukutafuta, amejifunza hichi kipindi, ameweza kuelewa. Je, anaweza kukupateje sasa wewe aweze kujifunza zaidi? Nafikiri atakuona kupitia kwako, anaweza akaja hapa kwenye hili shamba letu darasa, nakaribishwa sana. Atakutana sasa na mwalimu wangu mimi alionifundisha kilimo mpaka nafanya hivi. Kumbe na pia kuna mwalimu ambaye ameweza kufundisha siku zote, hata rais alifundisha. Sawa sawa. Umeelewa Alikuwa na walimu wake ndio mpaka kufika hapa. Kwa na sisi tuinuke. Umeelewa Yes. Mimi ninapomalizia kipindi changu, nadhani hiki kipindi kinaonekana na watu wengi wa aina mbalimbali. Hivyo mimi nilikuwa naomba kidogo tuweze kusogea hata pale kwenye matone, watu waweze kuona hata kidogo jinsi kinapokuwa. Sawa. Ambatana na sisi. Tumechimba kisima kule. Kwa hiyo maji yanapokuja kujaa huku, tumeweka hizi pipes, alafu ndo tumesambaza sasa. Umeona Kwa hiyo maji tunaruhusu, ukisema tunyweshe huku, tunanywesha huku, na tunanywesha na kwingine. Kwa mfano ama kweli akili ni nywele. Kila mtu ana zake. Umeona hapa sasa, na yaruhusu maji. Ndio. Sasa hapa tutaona haya matone huku. Ngoja kwanza nifunge hizi za huku ili tuone huku. Sawa sawa. Sasa ukifungua yote ujazo bado hujajaa. Sawa sawa. Kwa hiyo lazima twende kwa limit kutokana na ukubwa wa tenki na jinsi gani unaenda kumwagilia. Sawa sawa. Ndio nimalizie kwa hapa.
Mpenzi mtazamaji, ambatana na sisi hapa. Unaona hii ndio maana tukasema tumeweka pipe hizi. Hizi pipe tumezilaza huku, zinakwenda kwa matone. Sawa sawa. Haya matone yanavyoenda kidogo kidogo, kadiri tone moja kwa ule muda mrefu, mmea utakuwa umepata maji vizuri. Umetabika mpaka kule. Na hii tunaifuatilia masaa 24. Lazima tuangalie. Nafikiri unaona matone yanamwagika. Sawa, naona mpenzi mtazamaji, nadhani unaona matone hapa. Hebu muonyeshe. Matone nadhani yanaonekana hapa. Matone yanaonekana hapa. Sasa haya matone hii inaenda huko. Hii inaenda kwa mmea. Hii kwa kila muda, kwa huo muda hata wa saa moja au nusu saa maji yanakuwa mengi kule. So yes. Kwa hiyo hapa yale matone na sandaa. Sawa. Kwa ndio kilimo hicho ambacho tunakifanya sasa. Hii ukija baada ya wiki moja utakuta msitu hapa. Utakuta msitu. Hii ni hoho. Hii ni hoho. Hii haichukui muda mrefu sana kukomaa. Hii haina muda mwingi tu, ilishe vizuri, itunze, itakuja kutolea matunda mazuri. Mpaka mwenyewe utashangaa. Ndio. Ama kweli? Anasema ukitembea unajifunza mengi. Mimi leo nimejifunza mengi. Mtazamaji wa kipindi hichi, nadhani umeenjoy, umefurahi kujifunza hichi kipindi cha leo shambani. Tumeweza kujifunza mambo mengi. Tumeweza kuona hapa hichi kilimo. Kwa mpenzi mtazamaji ambaye unatamani kufuatilia hichi kilimo, uweze kujua kinapatikana wapi, ambatana nami. Naitwa Mr. Sembo. Katika page zangu naitwa Mr. Sembo, fuatilia YouTube, TikTok, mitandao yote napatikana. Utajifunza mengi, tutakuwa pamoja. Enjoy the show. Shalap sana. Mungu awabariki. Asanteni sana.